Ndugu yangu, baba yangu, mama yangu, kaka yangu, kuna jambo nataka nikuulize. Hivi ushawahi kufikiria kwa nini Yesu anatajwa duniani kote? Ukienda Marekani linatajwa jina la Yesu. Ukienda Australia linatajwa jina la Yesu. Ubelgiji linatajwa jina la Yesu. Falme za Kiarabu linatajwa jina la Yesu. Dunia nzima, makabila yote wanataja jina la Yesu. Na kama Yesu hana umuhimu katika maisha yetu, kwa nini litajwe jina la Yesu? Na kama Yesu hana umuhimu, kwa nini watu wapoteze muda wao kwa ajili ya kulisifu na kulitaja jina la Yesu? Je, hili jina linatajwa kwa sababu ametoa hongo, kwa maana ya rushwa? Na je, rushwa atoe dunia nzima? Rushwa atoe kwa makabila yote? Acha nikwambie, we ambaye hujamwamini Yesu, hujamfanya Yesu akae ndani ya maisha yako, hebu chukua hatua. Mpokee Yesu awe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ni kweli yamkini unaweza ukawa na fedha nyingi, utajiri unakuongopea. Yamkini unaweza ukawa una elimu kubwa. Elimu yako ikakupa jeuri, ikakupa kiburi, kana kwamba ukajiona kupitia elimu yako wewe ni Mungu mtu. Acha nikwambie, jina la Yesu ndio lililobeba hatima ya maisha yako. Unaposoma kitabu cha Marko sura ya 15 mstari wa 15 kuendelea, anasema, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Aminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Acha nikwambie, tumepewa jina lipitalo majina, nalo ni jina la Yesu Kristo aliye hai. Sisimizi wanatambua hili jina la Yesu. Mbu wanajua hili jina la Yesu. Mimea, miti, wanyama wanatambua hili jina la Yesu. Maji yanatambua jina la Yesu. Na ndio maana akasema, enendeni mkahubiri Injili kwa kila kiumbe kilicho hai. Kinachoamini na kubatizwa kitaokolewa, kisichoamini kitahukumiwa. Sasa kama mti unaamini ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa nini wewe mwanadamu uliyepewa nafsi iliyo hai, utashi, kwa nini usiamini ya kuwa Yesu ni Bwana? Kama maji yanaamini ya kuwa Yesu ni Bwana, kwa nini wewe usiamini? Kama mbu, sisimizi, nyenyere anatambua ya kuwa Yesu ni Bwana, kwa nini wewe usiamini ya kuwa Yesu ni Bwana? Hebu chukua hatua. Haijalishi upo dini gani. Na kuna elimu nataka nikupatie leo, nikufumbue macho utambue ya kuwa dini ni mpango wa wanadamu kumtafuta Mungu, lakini wokovu ni mpango wa Mungu kumtafuta mwanadamu aliyepotea katika dhambi. Na ndio maana unaweza ukawa na dini yako lakini bado unazini, bado unalewa, bado ni mwizi, bado ni mchawi, unafuga mizukule, unafuga majini, bado unaenda kwa waganga, bado ni msengenyaji, bado ni mbea, bado ni mwasherati.
Dini haikuwezi kukusaidia kitu chochote. Dini haikunufaishi kitu chochote, ila wengi wamegeuza dini kuwa pochi, kuficha mambo yao. Acha nikwambie, chukua hatua mchana wa leo unapoitazama klipu hii. Mimi ninayesema na wewe nilikuwa kama wewe. Nimekuwa mlevi mimi, tena mlevi wa kutupwa. Nilikuwa mzinzi mimi, tena mzinzi wa kutupwa. Nilikuwa ni mtu mshirikina mkubwa sana, kwenda kwa waganga. Mara ya mwisho kabisa mpaka nikaenda Freemason kwa ajili ya kutafuta utajiri. Nimetoa makafara ya kila namna. Lakini acha nikwambie, liko jina lipitalo majina, nalo ni jina la Yesu. Wakati ulipofika, Yesu akasema, mwanangu, sasa yatosha, naomba nifuate. Ndipo Yesu alipoingia kwenye maisha yangu. Nilikuwa sina watoto, tazama sasa nina watoto. Nilikuwa sina hakalama, sina huduma yoyote, lakini sasa ni mwimbaji. Ukitaka kujua hilo, andika Ibrahim Nyamba TV. Ingia hapo YouTube. Ukiandika hivyo, ziko nyimbo ambazo zitakuja hapo, zina jumbe mbalimbali ambazo zinamsifu na kumtukuza Mungu wetu aliye juu, Yesu Kristo, jinsi alivyotengeneza maisha yangu. Utaenda kushuhudia hapo. Acha nikwambie na wewe leo, inawezekana kabisa kubadilisha maisha yako, kwa kuwa Yesu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Hata saa hii yuko mahali hapa kwa ajili ya kukuhudumia. Hebu kama unaamini maneno haya na kuamini badiliko juu ya maisha yako, kuanzia sasa unataka kuchukua hatua ya kumpokea Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi kwenye maisha yako, naomba fuatisha sala hii fupi. Sema, Ee Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, ninakuja kwako leo. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Na mkataa shetani na mambo yake yote na kazi zake zote. Andika jina langu sasa katika kitabu chako cha uzima. Ingia kwenye maisha yangu, nikatembee na wewe, nikaishi na wewe maisha yangu yote. Kama umechukua hatua hiyo na kunena maneno haya, amini na kuambia, sasa wewe umekuwa kiumbe kipya. Tafuta kanisa lolote ambalo linanena habari za wokovu. Anza kukulia wokovu hapo. Utafundishwa ya kupasayo kuenenda. Nawe sasa umekuwa kiumbe kipya. Mtume Paulo anasema, nanyi kama watoto wadogo, tamanini maziwa yasiyogushiwa. Tafuta kanisa ambalo linanena habari za wokovu. Nenda ukaanza kulia wokovu hapo. Na Mungu akubariki sana. Amen. Ninakushukuru Bwana wetu Yesu Kristo, ulijaa nguvu na mamlaka, maana wewe ni Mungu ambaye Bwana unatenda makuu katikati ya maisha ya watu. Asante kwa sababu Baba ya mtumwa wako huyu ambaye Bwana amekupokea Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi juu ya maisha yake. Naomba Bwana ukakae ndani yake, ukatembee naye Bwana, ukaishi naye Bwana. Baba Mungu, kumfundishe mpasayo Baba kuenenda. Asante kwa sababu wema na fadhili zako Bwana ni za ajabu katikati ya maisha yetu. Baba Mungu, naenda kinyume na kila nguvu za giza, uchawi, majini, kila madhabahu, kila nguvu za giza zina mamlaka katika jina la Yesu. Damu yako ya thamani yenye nguvu na mamlaka. Naomba Baba Mungu wa majeshi, ikatakase mtu huyu Bwana, na ikanene mema juu ya kijana huyu Baba, ikanene mema juu ya mama huyu, ikanene mema juu ya mzee huyu, ikanene mema juu ya kaka huyu Bwana. Baba kabadilisha fikra na mwenendo wake Bwana. Baba katende kazi sawa sawa Baba katika maisha yake. Asante Bwana Mungu wa majeshi. Baba Mungu wa majeshi, ninakata kila mizizi ya ukoo, ninakata kila mizizi ya
ya urafiki ambao walikuwa sema rafiki walio wema. Baba Mungu wa majeshi, ninaalika jina lako juu ya maisha yake Bwana, ninaalika uwepo wako juu ya maisha yake Bwana. Shusha Roho Mtakatifu Bwana, akamuongoze Bwana, akakae ndaye Bwana, akamfundishe yampasayo Baba kuenenda, katika jina lako Yesu Kristo. Asante Bwana Mungu wa majeshi, unasema ni furaha mbinguni mtu mmoja anapotubu dhambi duniani. Baba Mungu wa majeshi, malaika na jeshi lote la mbinguni hufanya sherehe katika hilo. Baba, ninaamini hata mchana huu Bwana, binti huyo Bwana, kijana huyo Bwana, aliyekupokea Yesu Kristo na kuwa ni Bwana na Mwokozi juu ya maisha yake, Baba Mungu wa majeshi, imekuwa ni furaha kwako Bwana, imekuwa ni furaha mbinguni Bwana. Baba Mungu wa majeshi, mfanye kuwa mwana wako, mwenenda Baba, enende katika njia zako, akufurahishwe na wewe Bwana. Baba Mungu atembee na wewe, aishi na wewe Baba Mungu, anapokula awe ale na wewe Bwana. Asante Mfalme Mungu mwenye nguvu, katika jina lako Yesu Kristo, mfalme wa mbingu na nchi, ninasema asante Bwana kwa ajili ya neema hii, asante kwa ajili ya ukuu na uweza wako. Pokea sifa na heshima Bwana, maana Bwana wetu Yesu Kristo anastahili. Ninaomba ya machache ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Baba, naomba nikikushukuru. Amen. Amina, na Mungu awabariki sana.